kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, awali ya yote kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini anayegawa neema ndogo ndogo, lakini mwenye kugawa neema kubwa kubwa. Lakini pili, kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kukutana na ninyi, nianze kujitambulisha rasmi. Jina langu naitwa Nasra Mohamed Ramadhani, ndiye mwenyekiti mwenye dhamana ya vijana wote wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa huu wa Dar es Salaam, mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, yaani taifa. Ndugu zangu, baada ya utambulisho huo, nitumie muda huu kwanza kuwashukuru ninyi na kuwapongezeni sana kwa kujitoa kwenu, kutenga muda wenu kuja kutusikiliza mimi pamoja na viongozi hawa mnaowaona hapa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, nimeambatana na viongozi wafuatao. Ninayo katibu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, kaimu katibu wa umoja wa vijana wa CCM mkoa, dada yangu Fatuma Sanda, funga mkono wananchi wakuone. Lakini ninao viongozi wa jumuiya ngazi ya wilaya. Tunaye katibu wa vijana wilaya ya Ubungo, tunaye katibu wa Hasa, tunaye viongozi wa kata hii ya kata ya Saranga na viongozi mbalimbali wanaopatikana katika wilaya yetu. Simama pale. Afisa usafirishaji, yaani bodaboda pamoja na bajaji wako hapa, popote walipo pungeni mkono namna hii. Lakini ninao viongozi wangu, mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo wadogo. Naombeni popote mlipo nanyi mpunge mkono namna hii. Lakini tunao vijana wetu wa itifaki na viongozi mbalimbali walioko hapo wa serikali kutoka ofisi ya mkuu wetu wa wilaya ya Ubungo. Ndugu zangu, nimetangulia kutoa utangulizi huo kuwatambua kwanza nilioambatana nao, lakini na kunitambua mimi kama kiongozi niweza kuja kuwasikiliza hapa. Ninazo ajenda zangu mbili tu. Natumai viongozi hao kwa kuwa nilishakaa nao, wengine mlishaanza kupata ABC ndogo ndogo na nini maana udhumuni la sisi viongozi wa umoja wa vijana wa sisi mkoa wa Dar es Salaam kufika katika maeneo haya. Ndugu zangu, ninao jambo moja kubwa mahususi ama jambo mawili makuu mahususi. Jambo la kwanza ni kutaka kusikiliza kero zetu. Ndio ajenda ambayo imetusukuma sisi kama viongozi baada ya kuzunguka mkoa mzima wa Dar es Salaam, hususan Ubungo, pale wakati nakuja kuhamasisha zoezi la uandikishaji na uboreshaji katika daftari la kudumu. Wananchi wengi walikuwa na shauku ya kutaka mimi nisimame niwasikilize, lakini niliwaahidi, nikawaambia ndugu zangu, hii ajenda yangu ya leo ni kuhamasisha wananchi wakajiandikishe. Lakini leo nimekuja rasmi kwa kutimiza ahadi yangu ambayo niliwaambia ninataka kuja kuwasikiliza changamoto zenu. Na kuwa ninao makubaliano ya mimi pamoja na viongozi na mkuu wetu wa wilaya. Baada ya mazungumzo ya mimi na nyie, tuko tayari kuchukua wawakilishi pamoja na viongozi wenu. Tunaenda kukaa meza moja na mkuu wa wilaya, changamoto ambazo mtakuwa mmetutajia na mkuu wa wilaya asikie, na ikiwezekana tumuombe aje na yeye atutembelee katika maeneo haya, kwa kuwa yeye ana mamlaka ya kutatua changamoto. Ndugu zangu, kwanza niwashukuru na kuwapongeza wote ambao, kwa kuwa nilitangulia kusema awali, sisi tumekuja kusikiliza kero kwa kuwa tuna madaraka na kanuni zetu zinazotuongoza zinatuelekeza tuendelee kuwasemea sisi na wananchi wote kwa ujumla wanaojishughulisha na shughuli halali za kiuchumi za kisiasa, kwa kuwa ninyi wote mlioko hapa mnajishughulisha na shughuli za kiuchumi. Hizi kero, mfano amezungumzia swala la kamata, na hili nalizungumzia tena kwa mkoa mzima wa Dar es Salaam. Katibu huko hapa, viongozi wa ofisi ya mkuu wa wilaya wako hapa. Nikuombeni, na tutakaa na mkuu wa wilaya kwa sababu yeye ndiye mwenyekiti wa ulinzi na usalama. Swala la bodaboda wasiokuwa na makosa kukamatwa ovyo ovyo, kwa kweli ninaudhi. Mimi nilishawahi kukamatwa na boda. Mimi napenda kutumia bodaboda nikiwa natoka wapi, natoka kwa Jacob kwenda Upanga. Yaani yule polisi kwanza hawavai uniform, wanakuja wanarukia mtu na ndio wanasababisha ajali kwenye maeneo mengi. Sisi niwaambieni, katika hili pia tuko tayari kulipokea na kulipeleka kwa mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika eneo hili ambao ni mkuu wetu wa wilaya. Na niwaombeni viongozi, kama kuna watu wanafanya urasimu hata kwenye swala hili la mapolisi, kuna watu wenyewe wana njaa tu za matumbo, lengo mkamate bodaboda ama bajaji kwa sababu ya kujaza tumbo lake, sio katika utaratibu wa wakamate watu wenye makosa. Na nyie vijana wenzangu, ni wasii, kama kuna vitu ambavyo mnaelekezwa vya ulinzi na usalama, msifuate ili msiwatie katika vishawishi vya kufanyaje, vya kuwakamata. CCM oye! Ndugu zangu, limezungumziwa swala la mikopo, nami nikiri
wapo viongozi si waadilifu. Yaani imetolewa mikopo mwaka jana kwenye bajeti, imesomwa pale bungeni, mikopo imeruhusiwa, mchakato mnaendelea kuadilishwa, lakini unakuta mtu anaomba mkopo, labda mfano mwaka huu simenti ilikuwa inauzwa 18, kufanya biashara labda mjeza au nini au biashara simenti inauzwa 18, mkopo anaweza asipate au akapata mwaka ujao ambao simenti tayari imeshapanda 23. Umeona? Haya, leo ameomba milioni 1 au labda milioni 2. Huo mkopo utamsaidia nini? Na kati ya ajenda yake ilikuwa ni kutimiza azma ya kununua simenti kwa 18. Lakini wanafanya hivyo, inawezekana yanagaiana wenyewe huko, yanatengeneza vikundi ambao wanapendeleana wenyewe. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ametoa ufafanuzi mzuri na mchakato sasa hivi ni wa kibenki. Nikuombeni viongozi wa machinga wako hapa, mwenyekiti na makamu, tena wewe ni mwanamama aliyezungumza na wanasogea hapa. Iko hivi, kama kuna wakama wametengeneza vikundi wapo na michakato imekamilika, tunaomba tupate vikundi vyao, mimi pamoja na wenzako wengine na wewe hapa, tujue namna gani ya kuwasaidia hawa akina mama. Mimi niko tayari muda wote, lakini michakato yote wao wameikamilisha. Wanaweza wasipate vikundi vyote hivi, lakini tukianza na vichache, watu wanaipenda serikali ya CCM, lakini pale ambapo hawatimiziwi matakwa yao, baadaye ndo milinge zinaanza. Na sisi tunataka dola hii endelee kuwa ya CCM. Kwa nikuombe wewe pamoja na wenzako, angalieni akina mama, angalieni vijana ambao wanakuwa, tukae meza moja, kwa kuwa tumekubaliana tunaenda kwa mkuu wa wilaya na amekubali kukaa na sisi. Tuko tayari kuhakikisha mama wanapata mikopo kwa wakati. Tunaelewana ndugu zangu? Lakini limezungumziwa swala la barabara. Kiukweli Saranga na barabara mbovu, na mimi nimezunguka nimeona. Nishaikwenda sehemu nikaacha gari kule nikatembea kwa miguu, barabara haipitiki. Lakini nimezungumzia barabara yenu. Lakini mimi nakumbuka mwaka jana kwenye utekelezaji wa ilani uliosoma wilaya ya Ubungo, zimetengwa takriban bilioni 1.8 ambao kila mtaa wamepewa milioni 20 kupitia mradi wa DMDP watengeneze hizi miundombinu. Shida inakuja, hela zipo lakini yapo maagizi kwenye serikali. Lazima tuwaambie na sisi tupaze sauti. Sisi tunalibeba kwa kuwa tunaamini ilani imeelekeza hivi na pesa zilizotengwa kupitia mapato ya ndani. Sisi kazi yetu ni kwenda kuwa na drive and force kuhakikisha wanatengeneza hizi barabara. Ndio maana tumekuja kama viongozi. Sisi tunaelewana ndugu zangu. Mimi nikiri na nyie tutachukua wananchi baadhi hapa pamoja kama brother Victor huko hapa, tutakuchukua ukayaongea mbele ya mtu mwenye mamlaka halisi ya kutatua hii kero ya hapa. Tunaelewana ndugu zangu? Dr. Samia oye! Ndugu zangu, nimezungumziwa swala la maji. Lakini juzi Mheshimiwa Waziri anafanya kazi kubwa sana wa maji. Lakini ukiniambia mimi nilikuwa na sehemu moja maeneo huku ilikuwa ni adha kubwa sana ya maji. Lakini kwa hatua ambazo zimepigwa na serikali, tuna jukumu la kupongeza, lakini pale ambapo hapajakamilika tunatakiwa kusema kama alivyosema brother yangu hapa. Mimi nikiri hili swala tena, bahati nzuri waziri wetu ni mtu rahisi sana, Jumaa Aweso. Yuko radhi kuja kuangalia adha mnaoipata. Watu unajani kwa Dar es Salaam hii bado wananiambia eti kwa mwezi ndio mtu anapata maji. Ni aibu. Ilikuwa ni ajenda za miaka hiyo. Hii ni aibu na ni aibu kwa serikali yetu. Kwa hiyo sisi tutabeba, tutapeleka kwenye wizara husika. Tena leo hii swala la maji, yuko mkurugenzi wa mawasiliano, manager wa mawasiliano mkoa wa Dar es Salaam. Mara nyingi dada yangu Evalasi naongea naye sana. Panapokuwa na changamoto za maji, anajua namna gani ya kuja kuangalia. Mimi nilipokea na hili tutaendelea kufanyia kazi. Lakini mmezungumzia kitu gani kingine? Ya, swala la parking ambao tunafanya nje ninakosa haki ya kukaa kwenye masuala ya biashara. Na hili nilibebe kwa sababu nitalinganisha na swala lile la kamata la polisi. Kwa hayo ya kwanza kusikiliza changamoto. Kuna jambo tutasema hapa. Karibu. Nani kuna jambo nilisahau. Sisi kama wafanyabiashara. Sisi tuko kwenye eneo ambalo si eneo rasmi. Eneo letu. Tunataka kama tunajema fulani. Lakini kwa tunaomba kuwasilisha kwa wafanyabiashara rasmi kama wafanyabiashara wa eneo la upendo. Kisemu oye. Vijana oye. Kwa nilivyofuatilia huko katika maeneo mengi tumetoka Kimara wapi pale Suka, wanaishi eneo ambalo tulienda wapi, kuna maeneo gani jana kwenda pale Kimara.